la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Asante sana kwa ajili ya wewe ambao umehudhuria siku ya leo. Kama alivyosema askofu, wale wote waliokoka tangu siku ya kwanza, tangu siku ile ya Jumanne, Jumatano mpaka siku ya leo, tunaomba watu wote hawa wahudhurie kwenye makanisa yaliyo jirani kwa ajili ya maombezi maalum. Haitoshelezi umeokoka, lakini lazima ufundishwe namna ya kuukulia wokovu. Lakini sio hivyo, tutakuwa na maombezi maalumu ya kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu ili uweze kusimama. Haitoshelezi umeokoka, lazima ujazwe nguvu za Roho Mtakatifu. Hapo fundi mitambo imekaa vizuri. Ninamshukuru Mungu kwa namna ya kipekee, kwa sababu jana Mungu ametenda mambo tena makubwa. Kuna wengi wameponywa kwa namna ya kipekee. Sasa kuna wengine, mkurugenzi, wakasema tumetendewa muujiza. Amaza, tungeweza kushuhudia watu wengi, lakini tumempa nafasi mtu mmoja tu aliyekuwa na uvimbe, lakini ukatoweka wakati wa maombezi. Hebu mtukuze Yesu kwa ajili ya huyu. Ninajua kuna wengi sana wameponywa. Sasa naomba huyu dada aje mara moja ashuhudie, kwa sababu kuna wengi tungetoa nafasi akimbia mara moja haraka haraka atuambie ni kitu gani Yesu amemtendea. Tunaposhuhudia tunaelezea ukuu wa Yesu, jinsi anavyoshughulika na maisha yetu. Mpigie Yesu makofi na vigelegele. Na siku ya leo iko nguvu tena ya Mungu hapa ya kuokoa na kuponya. Atuambie kile kilichomtokea ili watu na msogea tu hapa, usiogope, usimzibe, wewe kalia kwa pembeni. Hebu shika maiki yako, tuambie ni nini kilichokutokea na ulikuwa na tatizo gani? Usiogope, waeleze tu. Nilikuwa na uvimbe. Sogeza maiki mdomoni kidogo. Ulikuwa na uvimbe? Ulienda hospitali ukahakiki? Ndiyo. Uvimbe tangu lini huo uvimbe? Una siku sasa, nilivyoambiwa hata nyumbani sikuwaambia. Niliogopa sana, lakini nikabaki kimya. Tangu lini hiyo hali ya uvimbe ulipopima? Ni miaka. Ni miaka mingapi? Ndiyo. Miaka mingapi? Kama 6. Sasa kuna siku moja alikuja mtumishi kutoka Uganda, akaleta semina ya Pasaka. Ndiyo. Sasa alivyomaliza kuseminisha hapo, akaita wagonjwa. Tukaenda wenye shida. Tazama tu watu wanakutazama kule, wa Tanzania wanataka kuona yale unayosema. Wewe zungumza kwa ujasiri, utawasaidia wenye subiri kidogo. Yaani unaposhuhudia, shuhudia ili unawasaidia watu wenye matatizo kama yako na mengine magumu yaliyoshindikana kwa hospitalini, wajue kwamba Yesu anaponya. Ndiyo. Nilivyofika kwa yule mtumishi, akanitazama, baadaye akaniambia, mbona naona operation? Nikamwambia, operation mbona mimi sina? Akasema uko nyumbani. Nikakumbuka nyumbani wamefanywa operation dada zangu 3, mmoja mdogo kwa tatizo la uvimbe lile. Unaona hiyo roho inafuatilia. Mmoja, 2 tumboni, mwingine uvimbe wa kwenye titi. Kwenye titi. Ndiyo. Sasa na mimi nikakumbuka kweli na mimi ninao. Unao uvimbe. Kwa hiyo uvimbe hizi zinafuatilia kwenye ukoo. Ndiyo maana yule mtumishi akaona ni vita nyumbani. Basi mimi nikaendelea, kila wakija mtumishi mkubwa anahubiri akisema wagonjwa, naenda anasema nina uvimbe. Nikienda kuangalia na ukuta. Naendelea kumwamini tu Mungu. Basi imeenda mtoto wangu wa kike wa kwanza. Hebu tuelezee jana wewe, maana ukianza kuelezea tutagesha hapa. Tuelezee nini jana? Mtoto wangu na yeye akawa na uvimbe. Na uvimbe? Family spirit inafuatilia. Akawa anasikia anaumwa sana. Yupo hapa kwenye mkutano? Hapana, yeye yuko nyumbani. Sasa mlete hapa, operation ya Yesu, nataka tumalize hizo kesi. Akapewa dawa, nikamwambia endelea kuziombea, unakunywa unaendelea kuziombea. Yeye alivyomaliza dawa zile alizopewa akasema, mama, nimeenda kupimwa, nimeambiwa uvimbe haupo. Sasa mimi jana ulivyosema wenye magonjwa sugu wapite mbele, nikapita. Ndiyo. Nikaombewa, ukawaambia kwamba waulizeni wana tatizo gani. Mimi nikamwambia kuna mama moja mimi aliyekuwa naomba nina uvimbe. Asubuhi nimekuta uvimbe haupo. Haleluya! Umekuta uvimbe
umethibitishaje kwamba upo? Yaani maumivu hakuna, alafu nilikuwa nikiugusa na unaukuta, lakini sasa hivi hakuna uvimbe. Hebu minya kabisa hapo, tuhakikishe kabisa hamna. Hakuna uvimbe. Maumivu hakuna. Aliyekuponya ni nani? Yesu. Sema, waambie Watanzania, aliyeniponya ni Yesu. Aliyeniponya ni Yesu. Sasa nikuulize swali, tumekupa mafuta? Hapana. Tumekupa maji? Hapana. Tumekupa chumvi? Hapana. Tumekupa udongo? Hapana. Ni nini kilichokuponya? Umenipa jina la Yesu. Jina la Yesu. Piga makofi kwa Yesu. Usirudiwe na uvimbe na magonjwa ya kifamilia mwisho kuanzia leo katika familia yako katika jina la Yesu. Amen. Hebu mshangilie Yesu kwa ajili ya matendo makuu hayo. Kwa hiyo wenye magonjwa, wenye shida na magonjwa sugu, najua kuna wengi wametendewa miujiza, muda hautoshi, lakini makanisani tutapokea hizo shuhuda. Kwenye kitabu cha uzima wa milele. Asante Yesu kwa kunisamehe na kuniokoa katika jina la Yesu. Amen. Usiteremshe mkono, nyanyua mkono juu. Sasa unakataa maagano na viapo ulivyoapa kwa mizimu, kwa ukoo. Ulienda makaburini, ulienda kwenye mapango, uliapa viapo kwa waganga na wachawi, lazima uvikatae. Sema nyuma yangu, Bwana Yesu, kuanzia sasa ninajitenga na maagano ya ukoo, ya familia kwa jina la Yesu. Viapo nilivyoapa ninavitangua kuanzia sasa. Mimi ni mali ya Yesu. Natangua maagano ya wachawi, natangua maagano ya mizimu kwa jina la Yesu. Nifungue, niponye, nitakase, niponye na magonjwa na mateso, roho yangu, nafsi yangu na mwili wangu kwa jina la Yesu. Amen. Sasa nyinyi mliokoka, kama mko nyuma, nyanyua mikono juu, utapona. Omba, wengine wanaweka mikono, tunafunika macho. Kama kuna simu yoyote, kuna kitu chote alichoshika mtu kabla hatujaomba, hebu msaidie. Au kama kiupo mkononi akushikie. Kama kuna simu, kuna chochote, hebu mshikie huyo mtu, iwe rahisi. Kama umeweka mfukoni ni sawa. Yote haya roho yote za mateso, haya roho ya mizimu, haya roho za magano, 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 haya mizimu, 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 haya pepo, mashetani, haya mashetani, 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 pepo kiziwi, pepo kibofu, weka kwa hiyo kibofu, weka mikono juu ya kibofu, araba sekereba, haya, 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 mashetani, majini, 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 haya, majini, aga majini, aga mabebu, aga mabebu, aga mabebu, haya, kimbia, kimbia kuzimu, mizimu ya ukoo, mizimu ya ukoo, mizimu, huyo mzimu, huyo mzimu anaruka, huyo mzimu, tembea hiyo, mizimu hiyo, hiyo mizimu, haya mizimu, mizimu aga, mizimu aga, moto, 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 magonjwa, magonjwa, upofu, uziwi, upofu, haya, chomoka, chomoka, pepo kipofu, kipofu, uziwi, huyo kipofu, weka mkono mtu, weka machoni pake, weka kwenye macho, haya mizimu ile, vile mama mizimu, haya ondoka, roho za ukoo, haya, maagano yote, moto, moto, moto Roho Mtakatifu, moto Roho Mtakatifu, weka mikono juu yao, usiwache. Oh, navuja, vuja, 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 kuzimu achilia, kuzimu achilia, Tanzania, achilia, achilia, moto, moto, moto kuzimu, moto kuzimu, achilia, fungulia, ninafungua, ninafungua, ninafungua.
baba, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Maagano haya viziwi, pepo, vipofu, upofu, 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 haya majini, majini, baba, hika baba, haya majini yote, majini ya upofu, majini ya kiziwi, majini yote, mizimu, mizimu aga, aga mizimu, aga mizimu, aga maagano, aga mizimu, aga ndoto mbaya, ulizovyakula. Endelea kuomba. Haya maagano, maagano yote, maagano, 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 maagano. Kemea moto, kemea moto, kemea moto. Watoto walete hapa. Watoto watoto, watoto endelea. Sasa nyinyi mliokoka, wote mliokoka, mliotubu, nisikilize. Nenda wote wa huduma mkutano. Hebu tuwasogeze, kama mtu atakuwa na umu atakuwa na rudi, tuwapeleke pale kwenye nyumba. Ulioombewa na kutubu leo na kuokoka, nenda kwenye hema pale kwanza. Nenda kwenye hema upate maelekezo. Nenda kwenye hema pale. Ikanabasa. Kama utarudi kuombewa, utarudi kuombewa. Nenda pale wote, waliotubu nyonyesha mkono na kuandika karatasi, nenda pale. Utarudi hapa kuombewa, utarudi hapa. Leo tutoke hapa mpaka tumoe mizizi yote. Watoto mbaki hapa. Nenda pale wote mliokata shauri wa huduma mkutano. Nendeni wapelekeni pale tupate maelekezo. Sogea pale, nenda kwenye hema pale. Hiyo pepo hiyo, hiyo pepo inakataa. Nenda pale wote, ikapakataraba. Shekepeketelelego. Nenda pale wote, mliokoka wote, ikapakataraba. Shekepeketelelego. Sasa kama kuna waliotendewa muujiza, utauliza kama kuna waliotendewa muujiza wa kuponywa. Wawili watatu watashuhudia. Watoto sogea. Sogea watu wa Mungu wapo madhabahu. Sogea. Naomba watumishi wa Mungu. Tunaombea watoto wao wanakuwa na maagano. Wengine wanarisishwa uchawi, wanarisishwa mapepo. Tushike kwa watoto wetu, tuombe kwa mzigo. Tuombe kwa mzigo. Wale kule wahudumu wabakie na watu kule wenyeji wao wa mkutano. Kama ni wagonjwa tarudi hapa, tunaenda kuomba juu ya watoto. Tukemee kwa mzigo. Funika macho watoto. Weka nyanyua mikono kifuani. Weka mkono kifuani, mmoja nyanyua juu. Tunaenda kukataa vifungo vyote juu ya watoto, tabia mbaya, usagaji, ushoga na vitu vingine. Tuombe. Nyosha mkono hapo mahali. Baba, katika jina la Yesu. Na moja roho za kuzimu. Roho za kuzimu. Toka. Mapepo. Kila roho za makana mizimu. Makana mizimu. Makana mizimu. Haya ondoka. Makana. Achia. Achia. Haya achia mimi. Achia mimi. Achia. 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 Kwa jina la Yesu. Watoto wote. Kwa jina la Yesu. Na moja. Na moja. Na moja. Na moja. Na moja. Haya roho za kichawi. Roho za kichawi. Kemea roho za kichawi. Kemea roho za kichawi. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tunakataa maagano. Tunakataa maagano. Ndio watoto hawa. Tunakataa maagano. Tabia mbaya. Kwa jina la Yesu. Tunakataa hila na mipango ya kuzimu. Achia. Achia mtoto huyu. Kwa jina la Yesu. Achia. Achia. Kwa jina la Yesu. Naomba sasa hao watoto waende kule, waende kule upande wao kushoto. Tunataka wagonjwa, wagonjwa. Kama watu hawajafunguliwa, hawajaponywa, ni wakati wenu sasa. Wagonjwa, kama kuna wagonjwa waje mbele. Wagonjwa wenye shida mbalimbali
Kaa kwenye mstari wake vizuri. Aha. Sawa. Muulize ana shida gani huyo mtu. Wahudumu tuongezeke wengine hapo katikati. Moyo umetanuka, Mungu atafanya. Huyo kipofu wawepo mtu pale, weke mikono kwenye macho yake. Kama kuna kiziwi uasikivu yako, weka mikono kwenye masikio yako. Kama kuna maeneo yanauma popote unapojua shida, na hata ule aliyepanika moyo, Mungu anaenda kumponya. Nyanyua mikono juu, nyanyua mikono juu. Tunaenda kuomba. Watumishi wa Mungu leo ni wachache, tutapita kuomba kwa kila mmoja. Funika macho, funika macho yako. Sema, Bwana Yesu, ninaomba niponye. Umesema akusamehe maombi yako yote na kuponya magonjwa yako yote. Naomba uniponye, naomba unitakase katika jina la Yesu, amen. Tuombe watumishi wa Mungu. Baba, katika jina la Yesu nasimama kinyume na mamlaka zote. Haya magonjwa, 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 haya magonjwa, magonjwa, haya magonjwa, nguvu za giza, nguvu za maono, roho ya mauti, 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 haya aga, aga mauti, aga mauti, aga mauti, aga mauti, aga, aga mauti, aga mauti, aga mauti, mauti, aga mauti. Shika tumbo ni Bwana. Haya, aga, aga mauti, maji, chini, chini aga, chini aga, chini aga, aga, out, 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 out. Haya, daba, iyaga, iyeke, iya, haya, haya, haya mauti, haya mauti, aga mauti, aga mauti, aga mauti, aga mauti. Weka mikono, weka mikono. Watu wa Mungu kama umeokoka, weka mikono. Weka mikono juu ya watu. Kwa jina la Yesu. Achia. Mauti aga. Aga mauti unakunywa mwili huu. Kwa jina la Yesu. Nasimama kinyume na upavu. Achia nafsi yako. Mhoji huyo mtu baada ya maombezi anajisikiaje? Muujiza hapa hapa. Kama unaona kuna mabadiliko baada ya
Nyosha mkono tumtukuze Mungu. Kama unaona mabadiliko, unaona mabadiliko baada ya maombezi, unaona mabadiliko baada ya maombezi, nyosha mkono juu. Unaona mabadiliko baada ya kuombewa, unaona mabadiliko, nyosha mkono juu. Kama unaona baada ya kuombewa unajikuta mwili wako ni tofauti, unapokea uponyaji, wewe nyosha mkono juu, usiogope. Usiogope. Nyosha mkono kama unaona mabadiliko. Kama unaona mabadiliko, nyosha mkono. Yes, yuko pale utakuoni pale. Nenda pale wale wanaohoji pale kwenye ngazi. Naomba unisikilize hapo. Wewe unaona mabadiliko baada ya kuombewa, nyosha mkono juu uende pale. Hapo kushoto muhoji na mmoja wao anahoji hapo. Hapo. Haya, mlete msikilize kwanza, mletea. Wale wanaona mabadiliko baada ya kuombewa, nyosha mkono. Tunaomba sasa ndugu wake. Mara moja njoo ndugu yangu. Njoo ushuhudie, njoo. Wala msubiri bwana. Macha badele kwa sababu unataka. Shikie maiki. Usishike mwenyewe hata. Hebu tuambie jina lako na. Jina langu naitwa John. Nilitokea Sanungu. Ulikuwa na tatizo gani? Mimi nilikuwa na tatizo sana. Jumanne nilikuja hapa. Jumanne ile siku ya kwanza. Siku ya kwanza. Niliona ulirusha ngumi sana. Yaani nilikuwa na teso sana. Ulikuwa na teso na nini? Wachawi. Wachawi? Walikuwa wanafanya nini? Yaani nikilala tu ndoto mbaya, naenda kulimishiwa huko. Yaani vibaya sana. Lakini ninaona sasa hivi toka tangu Jumanne umeombewa mpaka sasa hivi niko safi. Wachawi mshauriwa kabisa. Haleluya! Unaona, Jumanne mkutano mwinjilisti Mtinda anahubiri, alikuwa anasumbuliwa na wachawi, lakini sasa amelala vizuri. Unawaambiaje watu wanateswa na wachawi? Unawashaurije hao watu wanateswa na wachawi? Baada ya kwenda kwa waganga, kwenda huko kutafuta nao, unawashaurije? Mimi nawashauri tu, jamani, tumrudieni Mungu. Mungu yote asante. Haya, nileteni na wengine walio dadangu. Asante. Niambie dadangu, habari za sasa hivi? Salama. Wewe ni mara yako ngapi kuja kwenye mkutano? Toka mkutano umeanza. Jumanne. Sasa ulikuwa unasumbuliwa na nini? Ulikuwa unaumwa nini? Mimi wakati nikianza kuomba nilikuwa napaliwa mate. Muda mwingine nakohoa kupitiliza, alafu nasitisha kuomba. Ndani ya miaka mingapi imekusumbua hiyo hali? Toka nimeokoka 2016. Okay, lakini sasa baada ya hii mkutano huu nini unachoshuhudia? Jumanne usiku nimeingia kwenye maombi, nikatapika mdudu anatembea na mdudu. Unasikia hiyo jamani, alitapika mdudu anatembea. Alikuwa na urefu gani? Ni mdudu tu mweusi. Baada hapo kwa sasa niko vizuri na hebu mshangilia Yesu akarasha hizo. Jumanne hiyo unaona Yesu alikuwa anapaliwa, kumbe kuna mdudu ndani. Yesu anafanya operation. Sasa unawaambiaje Watanzania wenye matatizo mbalimbali, magonjwa yaliyoshindikana, unawashauri yote leo? Jamani, Mungu anatenda na anajibu. Haleluya, asante. Pigia Yesu makofi. Hizo ni operation. Wewe kama umetendewa muujiza usisite, njoo kule ushuhudie. Tuambie dada, jina lako nani? Kwa majina naitwa Joyce Sen. Ulikuwa na tatizo gani? Nilikuwa na tatizo la miguu, nikiwa na kanyaga utafikiri nachomwa na moto. Hiyo hali imekusumbua kwa miaka mingapi? Ni miaka mingi. Ni kama miaka mingapi? Kama mitano. Ulienda hospitali labda? Nishaenda hospitali wakasema tatizo UTI, mara sijui kansa. Walisema nini? Walisema nini? UTI mara kansa inakunyemelea. Mara magonjwa mbalimbali ya kimwili. Lakini niliamua kuokoka mwaka 2025. Sawa. Katika kanisa la AGT. Sawa. Sasa nini nataka uelezee kilichokutokea mkutano hapa. Lakini kwa siku ya leo, jioni ya leo, umekuja leo kushuhudia hapa mbele za madhabahu. Nimeamua kumwomba Mungu na kuniponya miguu yangu. Sasa hivi nasikia vizuri.
Ngoja kwanza. Hiyo miguu ilikuwa inafanyaje huko? Inawaka moto. Sasa hivi inawaka moto? Sasa hivi haiwaki moto. Miaka mingapi? Miaka 5. Leo hii hapa. Leo hii jioni ya leo ni Bwana amekutendea. Mungu ameonekana na miaka 5. Hebu nishawisha kuna haya. Inauma hayumi? Sasa hivi iko vizuri. Iko vizuri. Unawaambiaje watu wenye matatizo watu wenye matatizo kusogea mbele za madhabahu unaone Mungu anavyoonekana katika maisha. Haleluya! Usisumbuliwe na miguu tena baada ya miaka 5 kuwaka moto. Wanamwambia mara UTI sugu, mara dalili ya kansa, hakuna cha kansa wala UTI sugu. Uwe mzima katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi. Mshike Yesu, asante sana. Barikiwa, unaweza kaenda. Karibu dada. Jina lako nani dada? Naitwa Esther Mayunga. Ulikuwa na tatizo gani Esther Mayunga? Nilikuwa naumwa kifua, alafu na tumbo, alafu na miguu, alafu na kiuno. Hiyo hali imekusumbua kwa miaka mingapi? Hivi najisikia. Nauliza hiyo hali imekusumbua miaka mingapi? Ulikuwa unasumbuliwa kwa miaka mingapi? Mingi. Kama mingapi? Kama ulikuwa umeenda hospitali? Hospitali hujawahi kwenda au ulienda? Hujawahi. Ulikuwa unaenda kwa waganga? Hujawahi. Kwa waganga? Hujawahi? Hujawahi na kwa waganga. Sasa ulijuaje kwamba unaumwa miguu, tumbo, nini? Madaktari wakuambiwa kwamba una tatizo hili? Hujaenda kwa hospitali hujakajaga kweli? Ngoja. Baba naachilia upako wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Sasa hivi baada ya maombezi unajisikia? Unajisikia? Miguu inauma? Hayumi. Tumbo? Siumi. Uko vizuri. Sasa mshike Yesu, uhudhuria mafundisho, ujazwe Roho, sawa? Usiwe na hofu ya wachawi, kwa sababu unashuhudiwa kabisa, unahubiriwa kwamba unalogwa. Ukishamjua Yesu hatulogeki. Sema mimi sirogeki. Mimi sirogeki. Nina Yesu. Nina Yesu. Haya, mshangilia Yesu, dada amepona. Haya, karibu. Wale waliofunguliwa wachache tumalizie. Jina lako? Mike ingine hapo. Haya, twende. Jina lako? Kwa jina naitwa Antonio Yohana. Ulikuwa unaumwa nini ndugu yangu? Nilikuona jana ulipinduka pale. Ni jana ulikuwa na tatizo gani? Mimi nilikuwa na tatizo la kifafa. Kwa muda wa miaka mingapi hicho kifafa? Kwa mwaka 2010 mpaka 2023. Ilianzaje? Ulipozaliwa ulikuwa na kifafa au ulikuwa nacho? Hapana. Kilitokea tu. Kilitokea nikiwa shuleni. Ulianza kuanguka. Nikaanza kuanguka. Sasa nini kilichokutokea baada ya maombi? Jana niliona hapa kuna nguvu fulani imekushukia. Unawaambiaje watu kwamba nini kilichokutokea, Bwana alichokutendea? Bwana ni mtu mzuri sana. Unajisikiaje wewe moyoni na mwilini? Mimi najisikia amani ndani ya roho yangu, kwa maana nilikuwa mzito sana, nataka kwenda kuombewa. Kwa maana tukienda kuombewa unaona kama roho inakusuta kwamba usiende. Lakini umeona umekuja hapa umeombewa, unajisikia vizuri? Najisikia vizuri sana tena na amani. Sasa Yesu amekuponya, usirudiwe na kifafa tena. Umenielewa? Baba naachilia uponyaji, asirudiwe na kifafa tena. Asante kwa kumponya ndugu huyu, maana anashuhudia kwamba amani na furaha imeingia ndani yake, nishuhudia kwamba umemponya. Hebu mshangilia Yesu kwa ajili ya ndugu yetu. Alikuwa anaogopa kwenda mbele kuombewa, lakini sasa anajisikia vizuri. Asante. Ni hawa wa mwisho. Babu. Haya. Mzee, shikamoo. Atashika, atakushikia tu. Tazama mbele, tazama mbele. Mzee, shikamoo. Habari za leo baba? Mkalimani aje hapa Msukuma jamani. Mkalimani aje. Mkalimani aje hapa Mkalimani. Mimi nataka niongee na babu yangu. Babu, shikamoo bwana. Jambo. Sasa ulikuwa unaumwa nini baba? Naumwa kifua. Ulikuwa unaumwa nini kifua? Kifua. Sasa baada ya maombezi najisikia vizuri. Kifua kimekusumbua kwa siku ngapi? Miaka kama mingapi? 5. Hospitali ulikwenda? Walisema tatizo ni nini? Lakini sasa nini kilichokutokea leo baada ya maombezi?
Uko safi? Haleluya! Unajisikiaje kifua chepesi? Uko safi kabisa. Unaweza kainama hivi? Hebu inama. 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 Inuka juu. Haya, inama. Juu. Haya, ruka kama hivi. Ruka. Ruka hivi. Ruka. 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 Haleluya! Miaka mitano kifua kinamsumbua, lakini sasa hivi babu yuko vizuri kama jana. Shangilia Yesu. Asante. Wa mwisho huyu, wa mwisho sasa, wengine watashuhudia. Jina lako nani binti? Jennifer Sita. Ulikuwa unasumbuliwa nini? Na pafu. Mapafu. Ulienda hospitali? Ndio. Walisema tatizo nini? Pafu langu moja limeharibika. Sasa unashuhudiaje baada na pafu ulivyokuwa unapumua, ulikuwa unajisikiaje? Vibaya mwanzo kabla ya maombezi? Ndio. Sasa nini kilichokutokea leo? Leo nimepona. Unajisikiaje? Mapafu unahakikishaje umepona? Unaonaje? Najisikia vizuri. Upande gani? Kushoto. Ulikuwa unauma? Ndio. Mapafu ulienda kupima hospitali? Ndio. Wakakwambia una tatizo la pafu? Ndio. Sasa hivi hebu gusa ile pafu. Eneo. Sasa hivi unajisikiaje? Najisikia vizuri. Umepona? Ndio. Yes. Jamani, huyu alisumbuliwa na mapafu. Hospitali amepima, wakamwambia pafu lako lina tatizo. La upande gani lilikuwa? Kushoto. Sasa hivi ukigusa na maumivu. Maumivu hamna. Ndio. Unawaambiaje Watanzania wenye magonjwa sugu wanaohangaika kwenda huko, unawaambiaje nini kilichokutokea? Binti ana furaha mpaka analia. Ni muujiza umetendeka hapa. Unawaambiaje Watanzania? Wamuombe Mungu, maana Mungu anasaidia. Mungu anaweza. Binti analia kwa furaha kuponya mapafu. Ameponywa huyu binti kimeujiza. Ikabakatana, jamani, shangilia Yesu. Yeah. Karibu kurugenzi. Tulikuwa vibaka kuliko wewe. Yesu ni Bwana.